Haya, asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa my party leader, kiongozi wangu, Baba Raila Amolo Odinga, familia ya ndugu yetu George kiongozwa na Mama Karen, wote ambao wamefika hapa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, hamjambo. Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. Ukiangalia ngoja kwanza. Ukiangalia hapa mbele huyu muungwana amelala, amefunikwa na bendera ya chama cha ODM. Nataka nikuambie Mheshimiwa Junet, mimi ni mtu mdogo, lakini kiti ambacho nimekalia ni kikubwa sana. Kiti cha katibu mkuu wa chama lazima kiheshimiwe. Na ndio kwa maana tumechukua hiyo bendera, tumefunika huyo mwanachama. Sio kila mtu wa ODM akifariki huwa tunafunika hiyo bendera. Ni heshima kubwa ambaye tunamtunuku ndugu yetu George. Mheshimiwa Baba, jinsi ambavyo nilizungumza tukiwa kule Nairobi, mimi nilisema nimejua George kwa sababu ya ukaribu wako na wewe na kwa kufanya kazi pamoja na wewe. Ukiangalia security situation around Raila Odinga, I don't think there is a security situation that swings as wildly from one extreme to another kama security situation ya baba. Mtaamka asubuhi, mnakunywa chai huko London na watu wa diplomacy, mnasalimia marais Addis Ababa. Saa 8 inatakana uingize Raila katika uwanja ya Kamukunji. Imejaa watu wanapiga kelele, wanapenda Mheshimiwa Raila Odinga, na hiyo mapenzi ni hatari hata kwa baba mwenyewe. Halafu siku ingine inahitajika umtoe kule Embakasi South akipigwa tear gas na risasi, uhakikishe kwamba amefika kwa mama Aida akiwa mzima. That is how wild the security situation around Raila Odinga swings. And this gentleman you see here, he did it with a lot of grace. Na tunataka tuseme kwa niaba ya chama cha ODM, poleni sana kwa kumpoteza George. Kama katibu nina majukumu ya kikatiba chini ya chama cha ODM. Nataka mpe huyu ndugu yetu 3 salute. Nikisema ODM, mnasema tuko tayari, ndio George ajue amezingirwa na marafiki wake. ODM. 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 Asante sana. Sasa George, sisi tunasema apumzike kwa amani. Mheshimiwa Raila, mimi unanipa majukumu pale kama katibu wako. Junet amesema yake, hata mimi na yangu. Mimi nilikuwepo pale tukiandikisha mkataba na chama cha UDA. Na huo mkataba kuna mambo inazungumzia. Baba, watu wetu hawa walienda uchaguzi wa chama Kenya nzima. Na nataka niwashukuru wana ODM kwa sababu mlifanya uchaguzi kwa amani. Kulikuwa na sehemu chache ambazo zilikuwa na shida, lakini tutarekebisha. Lakini Mheshimiwa Raila, wiki moja kabla tufanye huu uchaguzi, nilipokea barua kutoka kwa msajili wa vyama. Msajili wa vyama ananiambia amekata bajeti ya chama cha ODM kwa shilingi milioni 42. Inafanya kazi yetu kama viongozi wa chama kuwa ngumu sana. Na huo mkataba tuliandikisha ulikuwa unasema Mheshimiwa Rais kwamba tuheshimu sheria ikiwemo sheria ya vyama. Mimi nataka kukuomba kwa sababu tumeambiwa ati siku hizi treasury inalala sindo. Sijui chairman ya budget ako hapa ni mtu ya ODM. Mheshimiwa Junet, wakati unaangalia hiyo mabudget, tafadhali wekea wanachama wa ODM pesa yao chini ya sheria vile ambavyo inahitajika. Jambo la pili Mheshimiwa Raila, chini ya huo mkataba tulisema county zetu zipate 450 billion Kenya shillings. Nimesikia fununu Junet, nyinyi mnapendekeza kwenye National Assembly 405. Tulisema 450, sio 405. Tafadhali kaa urekebishe hapo, mambo itakuwa sawa. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, Bishop ametuambia hapa kwamba kazi yako ni ngumu sana. Na mimi nakubaliana na yeye, hata mimi saa nyingine huwa najiuliza vile wewe unalala. Lakini kuna zingine Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwiba wa kujidunga Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana na Mungu amlaze George mahali pema peponi.